garlic, Bwana Yesu wasifiwe, na wakawa wameridhika huko. Bwana Yesu wasifiwe. Sasa hao hawakuwa wanaona bali maisha yao yalikuwa ya kukula, kukunywa, kulala, kukaa hapo, kukula, kunywa, kulala. Bwana Yesu wasifiwe. Maisha ikaenda, masiku sema nitaondoka comfort zone. Nitaondoka. Juu ukikaa hapo, maisha itakusukuma tu. Utajikuta tu unapiga back time, miaka inaenda. Bwana Yesu wasifiwe. Tuondoke hiyo comfort zone. Bwana Yesu wasifiwe. Ate ndio ondoke joeo huo. Bwana Yesu wasifiwe. Nani alikwambia hivyo? Hujui? Bwana Yesu wasifiwe. Yenye unajua ilijulua kitabo. Bwana Yesu wasifiwe. Ndio kugadio ondoke joeo huo. Jukire gome. Bwana Yesu wasifiwe. Oho agukorotwe comfort zone. Twende na wanalika huku nilikuwa nasomesha hiyo mambo ya comfort zone. Mambo ya comfort zone ina kwa mtu wa mwanalika, youth men, youth lady. Wewe ukikaa kwa hiyo inakuikesha kwa dormant. Ukikaa hapo dormant wewe ni stagnant. Sasa wewe unasema mimi nangoja Bwana, mimi nangoja bibi. Bwana Yesu wasifiwe. Hapana, hiyo comfort zone tutaondoka. Bwana Yesu wasifiwe. Nitwale auto la ndo amwe. Wewe nitwalega. Ona kanidani ale auto la ndo amwe. Bwana Yesu wasifiwe. Na ingine inaitwa hii, eno neto hutagia muno. Hiyo nini hithaga neto hutagia. Eta lack of tithing and fast fruit. Bwana Yesu wasifiwe. Hiyo kwanza hiyo Mungu atakuweka kando pale, akuele wewe luga, wewe ihula negoka. Bwana Yesu wasifiwe. Hii mambo ya tithing hii. Acha nimwambie. Kuna mshukaji mwingine alikuwa anapeanga history ya mtu hakutoa na anatoa hii tithe. Sasa kiugo giakere, kajalie gikuyu kiugo giakere, kwena ng'ombe, kwena mburi, kwena njau. Bwana Yesu wasifiwe. Na keka itondo ne munenere, ng'ombe yake akamara lita 40. Bwana Yesu wasifiwe. Gayage kwa tondo ne munenere, akira ni agukiraga ng'ombe nini? Akuraga ng'ombe yake. No kayo kawetha akiururia no uriaga ng'ombe uriaga mucoro makwa mambere we no tuirio rite. Bwana Yesu wasifiwe. Okara ngire ng'ombe ya nene muthuri akoria hata maguru iguru ihuitu. Bwana Yesu wasifiwe. So nataka kumwambia hii mambo ndume ni marekeka na si hapa makodunia mzima, lack of tithing. Bwana Yesu wasifiwe. Na mimi kwanza natukuliza brother moto, mimi napigania huko kwetu. Mimi nawaambia ndo wale keshuje uta nego motua oshole ndo natokishambania nao ni wale nyote Yesu ya ikomi ni wale rutine juu hiyo najua hiyo leo utagia ndo. Bwana Yesu wasifiwe. Hiyo ni mahutagia hiyo inagusa givote nimetegiri magana givote negere duka taacha. Bwana Yesu wasifiwe. Kaina ukakolora ni agoka nilole keleo na kodo guo wacha tuongeange ukweli. Bwana Yesu wasifiwe. Na ingine hapa lack of serving the God. Bwana Yesu wasifiwe. Wewe unakataa kumtumikia Bwana. Hii mambo ya comfort zone unaweza isoma namba comfort zone. Nataka kama unaandika Numbers 11:5-6 na lack of tithing ni Mark 3:10. Bwana Yesu wasifiwe. Hao ndio ni tu mtu toifasi hiyo. Bwana Yesu wasifiwe. Leo hakuna mtu ajui hiyo. Bwana Yesu wasifiwe. Na ingine hapa ni lack of serving God. Tusomee Mark 3:13-14. Mark 3:13-14. Mark 3:13-14. Basi 11:5-6. Usome hapo mama gole. Mark 3. Mark 3:13-14. Nige Jehova kugatire ichambio kyanyu nikinginyereire no inyuĩ mugaga atĩrĩ tũgũcambĩtie atĩa atĩrĩ nĩ kuga mugaga atĩrĩ gũtungatĩra Ngai nĩ wĩra wa tũhũ ona kuo kũmwathĩkĩra rĩ kũrĩ na umithio ũrĩkũ ona kana
Utinda twethikirire tugithinikaga mbere ya Jehova munene wa ita. Ningere na ningere tutuaga andu aria etei akenu ona aria aganu nio matugiragio. Ti itharu ucio acio ni mageragia Ngai na makahonoka. Hindi ĩyo aria metigagira Jehova ni maranĩirie mundu na uria ungi. Nake Jehova agithikiriria akigwa uhoro wao. Ningĩ ibuku rĩkĩandĩkwo rĩa gũtũma matũre maririkanagwo rĩkĩigwo mbere yake, rĩandĩkĩtwo marĩtwa ma andũ acio metigagĩra Jehova na magacũranagia ũhoro wa rĩtwa rĩake. Ningĩ Jehova mũnene wa ita ekuuga atĩrĩ, acio nĩo ngatua akwa rĩrĩa mũthenya wakwa wa gĩathĩ ũgakinya. Ndĩmatue andũ akwa kĩũmbe mahanĩte ta kĩndũ kĩamũre kĩa mũthithũ, ningĩ ndĩmacaĩre o ta ũrĩa mũndũ acaagĩra mũriũ ũrĩa ũmũtungatagĩra. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapo tujue ya kwamba Mungu anaongea mambo ya kumtumikia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na tunataka kutungatira Ngai tiki. Tiwira watu. Bwana Yesu asifiwe. Onatuthoma commitment tuthoma ati gutungatira Ngai no hakoragwo na benefit. Bwana Yesu asifiwe. So ni moigua maundu macio na nĩkenaga nĩ ibuku rĩa Malaki arĩtie ũhoro wa nyũmba ya Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Mwage gwaka nyũmba yakwa tuĩke kĩgĩgĩ harĩa Malaki kwambĩrĩria. Bwana Yesu asifiwe. No na inyuĩ nĩ mũkuona ũrĩa mũgwĩka atĩa? Mũkuona. Bwana Yesu asifiwe. Twĩrĩirwo nĩtũraka kanitha ya Ihinga gũkũ. Bwana Yesu asifiwe. Ndukati ũratwĩrire mũndũ twarĩrĩrie mbeca. Bwana Yesu asifiwe. Na nĩikuone? Uga nĩikuoneka. Itapatikana katika jina la Yesu. Mungu wetu ni tajiri. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Hapa ni vile tulikuwa tunaongea mambo ya vile babaku alifanya hata mimi nitafanya. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama nikufungua kanisa nitafungua. Lakini mambo mengine alifanya huko ya utamaduni mimi sitafanya. Hiyo ni mambo ya Abraham na Genesis 12:13. Nasema mambo ya vile Abraham alienda akamwambia huyu ni sister yangu huyu. Huyu unaona wataniua, itawaambia huyu ni sister yangu. Bwana Yesu asifiwe. Na akaenda alienda huko kwa mfalme. Naye mfalme alijionea mtaputa makuu. Aliguza yenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Sema aliguza ya Mungu. Yes, Bwana Yesu asifiwe. Nitwarega kwendegia tumie itone na tulee. Bwana Yesu asifiwe. Twarega washoka iwa Genesis 27:7. Ni alihoro wa inakana kile agikaole ile kriatia. Akasema huyu ni sister yangu tena. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo mfalme alikipata. Bwana Yesu asifiwe. Wewe tuende utisomee hapo. Unajua tuko na mambo mengi siku ya leo. Na ukipata ya Sara naye kuna mahali alienda akadanganya. Bwana Yesu asifiwe. Na ujue huyu Sara ni bibi ya Abraham. Na huyu Rakeli tena ni bibi ya mtoto wa Abraham. Bwana Yesu asifiwe. So koguo mutumia akono kinyirio baheni mami. Bwana Yesu asifiwe. Koguo twikaraga tuwe andu ariku undu uyu. Bwana Yesu asifiwe. Yoke Ngai tigana muciari tiga etagwo nyaciaragu kana etagwo atia nyaciarawe. Bwana Yesu asifiwe. Onake no kuingiria mutego-ini. Bwana Yesu asifiwe. Una mambo ingine hapa kile kingĩtũma atĩ tukorwo tugiconnect na Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Hii mambo ni ile tunasomaga mambo ya Deuteronomy ya kujitolea, kutoa fungu la 10. Nye tunasomaga Deuteronomy 1:14. Hiyo utaenda ujisomee. Na hapa ndiye mambo iko. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo nilimwambia hapo kitabu, kuna madhabahu ilipandwa. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio inaonekana hapa Gidi alienda akavuja hilo madhabahu ya babake. Bwana Yesu asifiwe. Naye akafanya hivi, waliona wataniua mchana, akaenda akafanya hiyo mambo usiku. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe fanya hivi, utafanya usiku wako. Bwana Yesu asifiwe. Utaenda kuvuja hiyo miungu ya baba yako, ya babu zenu, ya aguna. Bwana Yesu asifiwe. Kuongea tuku ya aguna na Bwana Yesu asifiwe. Hiyo utaenda, hiyo utafuja. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo na be destroy the evil altar. Unaiona Judge 6:28. Hiyo utaipata hapo. Bwana Yesu asifiwe. Hii yenye nataka tusome hapa, nataka unisomee Genesis 8:20. Hii arising another altar. Haria wonagira iria Genesis 8:20. Bwana Yesu asifiwe. Haria wona kigongona hata keke. Bwana Yesu asifiwe. Ona nimeenda honokire ikaikarire na kou. No igekire atia?
Nĩkĩ handirwo magugu. Bwana Yesu asifiwe. Koguo rĩ haha nĩ wonaga kĩgongona handa kĩngĩ instantly. Bwana Yesu asifiwe. Tondũ nĩ kuona hapa ngiri